Denge Karemba alikuwa rakupeng, jegi ni bigi uskizi mehang, badana ringa na beba kinya, moshi kibao imekwama kwa leng. Yo, ladies and gentlemen, tunawakaribisha one more time for a very special episode, a very special podcast for the very first time in our YouTube account. Tutakuwa tunafanya hivi each and every Thursdays and Fridays. So be ready for this. Tutakuwa tunaleta guest mmoja ama wawili, provided yeye ni msanii. Tutakuwa tuna have hapa kwa our studios. By the give it up for Art 360s kwa kutu offer this space. Ukiweza angalia hii space ni space ya art. Iko located at Kibera Kamkunji. Inaitwa Art 360 ina offer a free education for art. Ukiwa free unaweza tembelea hapa Art 360 manze. Kama wewe ni msanii unapenda kuchora, unapenda kuguara vitu nini, ukiangalia kwa background kuna vitu zimegwara smart hapa hivi. Kwa unapenda kuchora, ukiwa na mtoto wako anapenda kuchora, unaweza mleta hapa hivi Art 360. Yes. Na tunawashukuru sana kwa kutupea hii space, ambapo leo tunaenda kuwa na our very first guest mwenye ambaye ni msanii wetu hapa mtaani, msanii unajua hapa Geto tunakuwa na wasanii wengi, but sijui wanakuwa underrated ama ni sisi hatutaki kujua wasanii wetu. So hii podcast inawajulisha na inawatambulisha na inawafanya nyinyi kama wakazi ama viewers wetu na supporters wetu kuwajua na kuwatambua wasanii wetu na vyakula vyake vya shamba. Alafu kuna muuzaji, huyu ni businessman. So ladies and gentlemen, we're going to introduce our very first guest before tukuje kwa story yetu. Kuna a very interesting story. But before we go into our story, acha to introduce our guest. Vipi mkubwa? Poa sana. Uko sawa? Niko best kabisa. Tunashukuru sana baba. Tunashukuru sana kwa hii studio, tunashukuru sana kwa kuitikia mwito wetu. Nashukuru sana kupewa hiyo mwito. Tunashukuru. Sasa tulikuwa nataka introduce kwa hawa watu wetu, at least wajue tunazungumza na nani, tuko na mgeni yupi katika studio. Yo fans unawatch hapo. Jina za M-Pesa ni Dennis Owuoth. Lakini vile mmesikia mimi ni msanii. Jina za usanii ni Dezaro. Dezaro. D-E-Z-A-R-H-O. Dezaro. Na tukiongelea hii Dezaro. Yes. Dezaro inamaanisha nini? Ama ulikaa chini ukafikiria ni nini ilikusababishia hii? Yaani ni nini ilikupea idea ukajiita Dezaro? Kwanza Dezaro, nitatumia kamera gani? Kamera yako ni hii hapa. Kamera yako ni hii. Kwa yangu ni hii ya tana nayo. Sawa. Dezaro kwanza ni jina nilijitungia mwenyewe. Nilikaa chini nikajitungia. Na Dezaro nilitunga in the year 2019. Dezaro is your own composition. My own composition. Okay. Na niliform 2019 time nilidiscover nahitaji an artistic name. No. Dezaro ni jina iko na letters 7. 7 letters. 7 letters. All the 7 ziko na their own meaning. Okay. No. Okay. D inaanza na dignitary, edulatory, zealed, ambient, ravishing, hearty, Owuoth. Na sasa ndugu yangu, mbona umeamua kuweka majina mazito kwenye jina lako? Kitu ilisababisha nitunge hivyo ni mimi mwenyewe nilikaa chini nikaona nafaa kujiita jina
ya words zenye zilikuwa zinaniletea shida hiyo time. Hizi words at that moment mimi mwenyewe si mtu nilikaa chini nilikuwa najua hizo words. Nilitafuta specific words. So hizo words ni words simple nilikuwa najua, nikatafutia complicated words so that inionyeshe kitu inaweza kuwa complicated venye inakaa but it's simple bado. No. So ni a very simple words but ukaitafutia complicated ni synonyms sasa. Synonym. Okay. So ebu tueleze like umesema ya kwanza inaitwa dignity. Yeah. Sasa kwa our viewer yule ambaye haelewi dignity ni nini, unaweza muelaborate kiasi? Dignity ni kitu simple, venye nimesema ni word simple sana, so nilichukua tu synonyms zenye ziko complicated kuonyesha ziko na maana zao pia. Hizi words inamaanisha kitu inaweza kaa ni complicated but ni very simple. No, ni ndo significance ya hii jina. Sa dignity, hebu elaborate. Dignity inamaanisha someone influential. No, someone who is known and influential. So ni mse famous, ametambulika but akona ile influence. So unamaanisha wewe uko na influence kubwa katika society? Influence niko na influence yangu huwa na realize sana in my art nikiperform. Art most huwa naifanya nayo ni poetry. So wewe unafanya poetry? Mimi ni poet pia. Okay. Yeah. Hizo ni one of the arts zenye nafanya. Poetry. Poetry is the most dominant art yenye nafanya. Hiyo ndio iko on top of the list. Na hii poetry ndio my means ya kuconnect na wase. Na nimegundua watu wana connect na poetry yangu, wana feel it's more spiritual than physical ile ya kusikiza tu. So this spirituality yenye mafans wana feel your connection ndio inanipea hiyo bond in our influence actually. Okay. Yeah. Okay, at least nime grasp something kwa hiyo maelezo. Sasa nilikuwa najaribu kusema ya kwamba hiyo ya pili ilikuwa inaitwa vipi? Edulator. Yeah. Unaweza elaborate kiasi? Unieleze pia kidogo. Hizi majina zinaweza take a whole podcast kivyao pia, but nda elaborate hiyo edulator. Maybe to elaborate 2-3 after tuendelee, si ndio? Hii ni edulatory. Edulatory ni simple kabisa, inamaanisha tu ni ile ability ya kuflatter, ni flattery. Edulatory ni msi anaweza flatter. Ndugu yangu, naona unatumia some very ambiguous words, yani terms kubwa ambayo kwa yule mwananchi wa kawaida haizi akaelewa. Sasa sijui utatuelezea maana ya flattering. Flattering simply ni ile ukiconnect na mtu, maybe kwa kumuongelesha ama ku have some time na yeye, una feel nile ni kama hiyo connection yenu ama kitu anafanya ama anasema imekunyisha tu box already. Hiyo ndio kuflatter. Yeah, exactly. Okay. Yeah. Well explained. Tuende kwa next. Ravishing, zeal. Okay. Zeal ni ile tu enthusiasm, ile furaha fulani. Enthusiasm, ndugu yangu, uko na terms zingine. Hebu tueleze enthusiasm. Enthusiasm ni furaha ile kupita kiasi, ile tu enthusiasm. Yeah. Okay. Though at times utanipata mimi si mtu niko na probably smiley face ama kitu kama hiyo, but kuna ile enthusiasm in the connection tukishaona. Ladies and gentlemen, yeah. Enthusiasm. Umesema enthusiasm ni ile furaha. Though kupita kiasi. Overwhelmed happiness. We are learning. Overwhelmed with pleasure in terms of happiness. Yeah. So next ni ambient. Ambient ni mtu all over. Ni mtu, si mtu specific, unaweza sema ni poet. Unaona? Yuni artistic name. Yeah, ambient. Ni mtu, mimi ni poet, mimi ni rapper bado. Unaona? Mimi ni mse nafanya collage. Hiyo sasa inafaa niandike chini. Sasa hapo ndo mali unachukuanga kalamu unaandika. Ndugu yangu, ladies and gentlemen, if you have umesema inaitwaje?
Ambient. Yeah. Sasa ambient. Spelling ni AM ambient. IENT. Umesema ni mtu anakaaje? Mtu all over. All over. So Yeah. mtu kama mimi. Exactly. Si ndio? Yeah. Mtu kama mimi ni Sogora. Unajua Sogora ni mtu aina gani? Nipeleke na Sogora ni mtu ambaye anacheza vitu kama hivi. Sogora. Hizo nini? Nakumbuka kwa Kiswahili though hiyo Drums. Drum. Drama. So mimi ni Sogora, mimi ni mwimbaji, mwanamuziki, mimi ni rapper, mimi ni actor. Saa mimi naweza sema ambient. Ambient. Bado ni host. Bado mimi ni host. Okay, tuendelee. Ambient sana. Nyingine ni kwa gani? R. Next word ni R. Yes. R ni ravishing. Ravishing. Okay. Ravishing pia ni word ingine simple kabisa. No. But before to get to ravishing, tumalizie tu haraka. Kuna hati, alafu Owoth. Owoth actually ni my surname. Okay. No. Okay. Yeah, my surname ni ndio niliona ikuwe at the end kabisa. No. Yo, so ravishing, turudi kwa ravishing. Ravishing ni simple kabisa. Ravishing ni kitu inakubamba kuona. Okay. So mimi na feel ina smart nikiangalia kioo si hiyo picture mimi huona like nikijiona tu myself, si physically peke yake, emotionally, mentally mimi upenda kitu. Umesema you are fearfully and wonderfully made. And wonderfully made. Safi sana. Safi sana. So Desaro, tutapunguza nini kiasi? So Desaro, umesema wewe ni poet. Mimi ni poet. So ulianza kufanya poet mwaka gani? Ama ulianza kufanya poet when? Poetry nimeanza 2019. 2019. Yeah. So 2019, 2020, so kuna kama 6 years. Yeah. Kwa poetry. Roughly 6 years kwa poetry. Kwa industry ya poet. Yeah. Umeona hapa Kenya poetry iko na growth ama like unaweza irank aje? Poetry kwangu na feel ni art ingine special sana. Yes. Special in the sense that one, ma artists wa poetry wako already. None. Wako ready. Wako already. None. Already. Wako. Okay. Tuko in the sense that tuko already. Yes. None. Yes. Tuko, si Yes. ndio? Yes. Kama tuko already Akina Mufasa. Ba. Big up. Kina Teardrop. Big up kwao sana. Wao ni wasee wengi. Kuli mbichi. Kabisa. Yeah. None. Watu kama hao wameiweka ikue ni kitu special actually because poetry ni kitu imekuwa ranked si ya kila mtu. None. Yeah. Yeah. Actually so mimi na feel poetry ni kitu ingine noma sana hapa Kenya. Though haijapewa ile priority inafaa kupata. Okay. Yeah. Haijapewa priority kumaanisha ukiona hata shows za poetry mostly kama hizo shows si free, kama si free za watu kuja tu kujibamba for the sake, utapata tu probably poet labda anasema mimi ni poet, acha tu niku freestyle usikie. No. But kumekuwa na shows mingi sana za poets. Actually zimekuwa za corporate. Mingi sana. Mimi nimehudhuria shows hapa poets. Poetry at least na imeenda kwa levels zingine. Unacheki watu kama akina Teardrops, yeah, akina Mufasa, kuna levels zenye wameperform poetry zenye ni levels big sana, ambapo mimi naonelea ni wasanii tu wa poetry waendelee pump in a lot, kwa sababu hizi mashow nazo ziko watu wameembrace poetry sana. Mimi na feel in as much as when unasema show ziko, that's something that's there actually. Ziko kuwa nazo ziko, but appreciation za poetry bado, hata ukiangalia audience yenyewe still
huwezi compare na other arts. I'm not that na compare or something, but ni real. Okay, wacha tu compare na inaitwaje na music. Na music. Okay. Actually huwezi ziweka on the Tuni same. kitu at least zinaendana ni ziko in line at least unaweza ukiweza sema msanii wa hip hop ni msanii wa tuseme tu msanii yote na muziki ni mshairi. Exactly. Zinaendana hivi. So compare poetry na muziki. Tunasema muziki iko more advanced kushinda poetry. Before nijibu hiyo, I think nitarudi kwa swali yako kidogo. Swali ilikuwa kwa experience yangu ya poetry na feel poetry kwa aje kwa hii industry. Yeah, by the way, kwa experience. So kwa my own experience so far, na feel poetry iko sawa, it's a good art. Though appreciation yenye na feel imepewa so far, na feel iko limited than value yenye iko nayo. Okay. No. Okay. Na feel iko limited. Though na look forward to hizo opportunities zenye umesema pia. No. Yeah. Na hizo audience zenye pia umetaja. No. Yeah. But so far according to experience nimekuwa nayo, naweza sema yangu bado sija feel the appreciation ikiwa equated kwa hiyo value. No. Naweza sema. Okay, sasa Desaro. Yeah. Nilikuwa na request kwa viewers wetu kama unaweza tuangushia poet moja. Poetry naweza angushia kabisa. Ni poem moja. Poem moja. Hii poem yangu naita Universal Diversity. Universal Diversity. So poem inaanza. What's up? What's up on my mind is different from what's deep down in your mind. What's up in my mind is different from what's deep down in your mind. That's why when I said what's up, I already had that on my status of mind. If I send this poetry piece to my mom, she'll not put an X on that space. Whether I text her or tweet her, I'm sure that she knows I'm a poet, so she'll snap and chat for her son. I'm sure that she'll put a tick on it just like Nike. I mean, she'll put a tick. Talking will be done later. What's up? You might be black and I might be black too, or too black for you, but black is beautiful and it might be my true color. Black lives matter as much as white lives also matter. Hata ile Cathode Tube TV, ile TV ya mgongo ya kitambo ilikuwa imevalue both the black and white content. So msidhani nilikuwa nimeficha white. Even those lives that are not black and white zina matter. We also have those that are red Indians. Hata kama tukua tumewasoma sana, don't worry, hii haikuwa imetoka out of the blues. It's something that's simple. So we also value the Chinese and the Japanese. So we appreciate God for them. We go on our knees and pray. What's up? We found ourselves naturally in the human race. So hata ukipatana na mkale ama upatane na wengi wa kitambo, yani wa zamani, wakale wa kale, usiwapeleke mbio kimaisha. Ukipatana na Mkamba si crime, mnaweza funga pingu za maisha. Ukipatana na Mkikuyu usiassume kuna tamaa kipesa, yani kifedha ama kimani. Ukipatana na Mjaluo usiassume there is something fishy. Ukipatana na Mluya usiassume they're going kukuku ama wanaunga kiugali. Ukipatana na Mnubi tia B, usifuate tu B ama nyuki ndio ukule asali. Ukipatana na mtu wa culture ya
sahi usiassume ati atakuruka. Ukipatana na mkisi, hiyo key si ya hivi. Pia wako na education which is the key. Zamani labda kuna watu waliita muungano ya tribe zote, in future pia labda wataita hiyo muungano bado. So what's up? So stand up for yourself. It doesn't matter what difference we have, we are one together. Kali sana Desaro. Unajua sisi wengine zile shairi tunajuanga ni kwanza umenikumbusha hapo kwa Wajaluo na fish. Usikue fishi. Sasa wase wengine mashairi tunajuanga ni zile za samaki mnyama mdogo uishi. Kali. Umekill manze. So tukiwind up na sikia wewe bado unaangushaga mistari za kisanii, bado unaangushaga ma freestyle. So nilikuwa nataka nikuweke beat. Beat unaweka? Nilikuwa nataka nikuweke beat kwa hii nini? Beat kwa hii koko langu. Hebu weka beat moja hapo. Beat safi. Pia ni freestyle nayo. Tuone uwezo wako katika uwezo wangu katika field here. Sema hiyo ndio nakupanga. Nimechagua hii. Sawa. Yo. Sema inaitwa Mama Song by Desaro. Yeah. Desaro. Zero tension, zero pressure. Mama ameshinda mkate na sabuni ya ushindi, so yeye pia ni breadwinner. 1+1 bado iko kwa product, 1+1 ni sum. Sikufunzwa hiyo shule, nilifunzwa home na mom. Ikastick kwa brain kagam. Siwezi sema sum. Ikastick kwa brain kagam. All the time siwezi sema sum. Ikastick kwa brain kagam. Mimi na mwimba hadi naweza ham. Ikastick kwa brain kagam. Mazee wimbo ya mom ni tamu. Kila season, autumn, winter, spring na summer, mama ni mama. Hadi sahi nipige winter, kabaridi yeye ni wa maana. Hadi sahi nipige summer, bado ananita sun bana. Nikirukaruka nikispring ananiinua ananiapring. Najiona kama mtoi wake, anaona nikishine Hassan. Napenda mom nimempiga picha. Niko kwangu siwezi iban, forever na mom siwezi mgeuka. The other side mi siwezi turn. Hata wanikande wakiwa na gun, siwezi choma picha, siwezi ban. Mama. Napenda mom nimempiga picha, iko kwangu siwezi iban, forever na mom siwezi mgeuka. The other side mi siwezi turn. Hata wanikande wakiwa na gun, siwezi choma picha, so siwezi ban. Mama, do it for my mama. Juu nampenda sana na nitajikanya ndani blessa simpelana. I'll do it for my mama. Juu nampenda sana na nitajikanya ndani blessa simpelana. Asante mama kwa kunizalisha. Asante mama kwa kuniweka duniani. Yo, tumekuwa na Desaro manze. Give it up for Desaro ndani ya nyumba manze. Imekuwa poa sana kukuhavu ndani ya nyumba mtu wangu. Nimeenjoy time. Umetujenga. Tumelearn a lot from you manze. Thanks manze. Hata mimi nimeshukuru for the opportunity. Big up at 360 man. Hapo ndo place me feel at home ya msanii yangu. Hiyo ndo base na feel home kama msanii man. So last words ama last maneno kwa mafans wako. Na pia uambie places ambazo wanaweza kupata kila mahali. Yo mafans, naweza kuwa last words kwa hii podcast lakini bado niko na nyinyi ndawapea more. So mafans, by the way tunaweza kuleta tena kwa hii podcast nyingine. Tunaweza kuleta tena msanii wetu kabisa. Siku mwisho imekuwa fire by the way, imekuwa fire. Mimi pia na appreciate kwa hiyo na naweza furahi kama more moments kama hizi zinaweza patikana bana. Wasanii hapa Kibera wanahitaji stuff kama hizi kabisa. Zitawajenga, at least pia ziwa sell out na ziwatambulishe kabisa huko kwa dunia. Ndio. Cool.
Kwa mafans wangu tunaweza ambia ninashukuru sana kwa support yenu man. Nawapenda sana. One love. Nawapenda, of course najipenda kwa kwanza, lakini nyinyi nawapenda sana kabisa. Sana. Si ndio? Yeah man. Yeah. So hapo kwa comment section mnaweza sema msanii mgani mnaweza mtaka next awe kwa hizi studios zetu. Otherwise subscribe, share, like, comment. Dezaro unaweza nipata YouTube Dezaro 100 DEZARHO Dezaro 100, Instagram _.dezaro._ Adios. kabisa. TikTok same. Safi. Big up.